I saw a vision, a very clear vision. He was very serious for the work of God. Alikuwa ndio mshirika wangu wa kwanza. But let me tell you, that man was loaded with God. Sorry, sister. I love you. My husband. Huyu mke wangu Pastor Lea. No ni ndonire ukioneki ni Ngai. Ngionio mwanake muiru. Si vitu zingine ni Mungu anakuanga amepanga. Mshahara wa mundu wirorera ruta no akarihwo. My sister anapenda Mungu sana. And today, this is a reality. Lea etirwo ni Ngai. Ai maguta mau ni igana kwa igana thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuinda na kuhujia. Wakati nilisimama kwa madhabahu, nilijaa machozi. Pastor Daniel ndimwe mwana mwega, muhoreri, mwana nyendete fiu na muoyo wakwa wothe, nake ni anyendete. Every great story has humble beginnings, and every testimony of God's faithfulness starts with total surrender. This is the inspiring story of two people who had nothing but a calling, and they discovered that with God, that was more than enough. My name is Zippy Mokami, and this is called To Apostleship, the Apostle Daniel and Reverend Lea Gitahi story. Young Daniel Gitahi grew up in the plains of Laikipia. He didn't start with privileges, he didn't start with connections or wealth, but he had something that money couldn't buy, a calling from God. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Huyu ni Reverend Gitahi Daniel kutoka CFF Donholm. Nimelelewa katika Ukristo na wazazi wangu Peter Mwangi na Hana Wairimu Mwangi. Mimi nimezaliwa Rift Valley, Laikipia County, mahali panaitwa Ngarue Mohoteto. And so I had to travel all the way to the plainlands of Laikipia County, Mohoteto, specifically to a village called Monyo. I want to walk right into the footsteps of the man that we now call Apostle Daniel Gitahi. How did his story begin? Come with me. Hari twari akwa njitagwo Hana Wairimu Mwangi, na Mwangi ni woyo. Gitahi ni mwana wa gatandatu. Neinaga muno na kuhunjia kinya cukuru. Kinya guku mucii ahunjagiria ria ngi muno. Kana atuite pastor gathie guthika ngui. Uria pastor athia mathiaga mathiko ma kanitha ici ingi makonera kureko gageka tagu atiko ni pastor. Ni ahunjagia haki akahunjiria ona ndari mundu ahunjiria ahunjagiria mugunda. Akahunjia andu maugage haiya kwa nyina John kwina muguruki. Na Gitahi riria agimarire ri nderireirie wira ungi, erireirie o wira wa gutungatira Ngai. Na ithuĩ tureta aciari ri tutingiari na njira ingi o tiga ati tumwitikirie kuringana na wendi wake. Ni ithuĩ tukihoya Ngai tukiuga Ngai akimurathimire kiheo kiu ri tondu ni erireirie. But Laikipia was just the beginning. God had marked this sixth-born son for something greater. Kauliza my mama a question. Mama, nikuulize uko na watoto wangapi? Akanijibu 10. Nikamuuliza kwa sababu mam, wewe ni mzee wa kanisa. Kati ya 10, fungu la 10 linakuanga ngapi? Akaniambia 1 out of 10. Tithe. Nikamuuliza watoto wako 10, umeaipea Mungu tithe? Akaniambia hapana. Nikamwambia nikamuuliza mam, na leo nikikwambia unipeane nikiwa fungu la 10 kwa Mungu, unaweza kubali? Akaniambia why not. Na ningira Ngai atiriri akorwo Ngai niwe wonete oe gicunje gia 10 ri ndukareke arute wira reke ahunjie tondu ciana ni cia gikinya 10 ye muka gicunje gia 10 to nginya gikirutwo yuga Ngai we cio ni ndagikunengera gicunje gia 10 reke ahunjie. During Brother Daniel's high school years, as his teenage days unfolded, genuine encounters, visions, and divine revelations began. The calling became unmistakable. In 1995, nika join Nanyuki Boys. Na I was so strong in Christian Union. Tukiwa high school na nikafika form 4, naye akanijoin form 1, the same high school, and that is where he came to be under me, and of course I protected him a lot. I was very much zealous to make sure that he is well protected, and the zeal of God that I could see in him, he was very zealous for the work of God. Kimkosa darasani, labda Christian Union. Na nikiwa that term form 1 nikakuwa C official.
ilifanya nianze kujulikana hata shule nzima because of the passion nilikuwa naye kwa kazi ya Mungu. I remember 1996 second term, I was in fasting, total dry fasting, imagine. Na I was seeking the face of the Lord. Na nikiwa hapo kwenye fasting the second day, watu waka break lunch kama kawaida, mimi nikaenda kuomba. Kuna mahali katika shule ya the high school, kulikuwa mahali tulikuwa tunapaita powerhouse. It was a field, tulikuwa tunaenda tunaombea hapo. So ikiwa saa 7 nikiomba peke yangu hapo, the second day of dry fasting, sikuwa nakula na kunywa, hata sikuwa na meza mate. Mate ilikuwa inakuja kwa mdomo na itema. Imagine. Nikasikia sauti. That is where my call started. Nilisikia sauti imeniita Gitahi, na ikaniita tena Gitahi. Nikaangalia hiyo sauti inatoka wapi. Sauti ilikuwa nyororo, very calm, very peaceful, very loving. Na voice ikasema, hiyo sauti ikaendelea ikasema, the voice continued ikasema, nimekuchagua. Uende uambie ulimwengu, niko karibu kurudi na wakae wakiwa watakatifu. And then the voice vanished. 1996 niliona nikivuna ngano. Mimi sijawahi enda Uhuru Park, sikuwa nimeenda Uhuru Park. Lakini kuna jambo moja ambayo kuna maono moja ambayo wakati nilisikia call, I saw a vision, a very clear vision. Reverend Wairimu Teresia akihubiria pale juu na mimi nikihubiria hapa chini kwa karibu na Uhuru Highway kwa barabara. Na nikaona nikajiona hapo, nikaona ngano imeiva, ripe wheat, shamba kubwa. Na nikaona ninavuna ngano. Na nikaona nikiita watu kwa sababu the harvest was so ripe na shamba ilikuwa kubwa. Sasa singeweza kuvuna peke yangu. Nikaona nikinyosha mkono nikisema kujeni munisaidie. Pause. One divine moment 2 decades later, standing right there in his apostolic calling, he realized that God's words were prophecy, not just encouragement. Tulifanya kesha Jacaranda Grounds, our new year kesha 2 years ago. That is 2022-2023. Watu walikuja kwa wingi. Wakati nilisimama kwa madhabahu, nilijaa machozi. Niliona watu wamejaa, wamekaa nje. Watu walikuwa almost 10,000. Nikiwa hapo, ndio sauti ikaongea. Ikasema, kumbuka maono ya ngano. Hapo ndio sasa nilifungua kinywa changu nikawaambia wale walikuwa kwa kesha vile Bwana alinionyesha maono back 1996. Kwa hivyo hiyo maono ilikuwa inamaanisha kuna siku Bwana ataniinua nijikute east part of Nairobi na watu wengi wanipende, wanifuate. Na hapo ndipo nikajua kumbe yale yote Bwana alikuwa ameongea yametimia. The journey to Nairobi, the place of his making, started with a step of radical faith and divine provision. Ndio igire ekwenda guthi Nairobi ire. Na mbia gutire tondu ithuĩ twarutaga kĩbarũara kũrĩa mwena wa Rũmuruti. Na tũtirĩ kĩrĩa he mũcara. No hĩndĩ ĩyo niĩ ndoka manjĩra atĩ ona nĩohete nguo ciake arenda kũroka guthi Nairobi. Ngĩkiuga na Ngai akĩrĩ mwega. Nĩkĩ? Nĩguo ndakĩmũheire rũgano rwake. Rwake no tiga kĩa magana maigana. Matano. Tũkire njĩra-inĩ tũrĩ atatũ. Tũrĩ atatũ arĩa me mbere yakwa rĩ na ndĩ thutha wao rĩ. Niĩ ngĩrogota noti yake. Niĩ ndoka na icio magana matano rĩ. Nĩguo ndaheagwo rũgano rwake. Rwa gĩtahia atĩ nĩohete nguo. Ngĩkiuga Ngai akĩrĩ mwega ĩ. But the path from calling to fulfillment is rarely smooth. For young Daniel Gitahi, saying yes to God's call meant saying yes to seasons of intense struggle. There were days with no food, nights with no answers, seasons when the calling felt distant and the struggle felt permanent. This was his wilderness, where character is forged and faith is tested. 1999 wakati nilikuja Nairobi, nilipatwa na shida nyingi sana. I passed a lot.
lack of food, rejections, mambo mengi kwenye ministry. Kuna wakati niliona kama Mungu ameniacha, sina food, sina chakula, sina nguo. Na nikauliza Mungu, sorry, nawezaje kujua uko pamoja na mimi bado au umeniacha? Siku moja my brother alikuwa our firstborn, by then alikuwa naishi Juja. Nikaenda kumtembelea na nilikuwa nakaa kwa my brother pande za Gashie. Nikiwa pande za Juja nililia sana, nilienda mahali kwa coffee plantation uko Juja farm. Nikalilia Mungu sana, I cried to God, I cried. Nikamuuliza Mungu, umeniacha? Then wakati nilikuwa narudi pande za Gashie, nikiwa Nairobi, nilishikwa na swali yangu ilikuwa to God, kwani umeniacha au uko pamoja na mimi? My very first time kuona malaika life, si ndoto, si kwa maono, life, ni wakati nilifika tu Nairobi pale karibu na Mambo Ark jioni. Nikashikwa na mwizi, akanipeleka kwa kona. Then wezi wengine wawili wakatokea. Na hapo ndipo I remember I cried to God. So what I did, niliinua sauti yangu kwa Mungu. Nikamwambia, Father, I am your son. You are my father. Thank you for the situation I am in now. Malaika akashuka. Na malaika wakati alishuka, malaika life. Nilimuona with my kolokolo eyes. Macho yangu, si maono, si ndoto. Ogwa. Nilimuona hivi. Malaika ako maskini kama wanaendanga gym. Alishika kamwizi yako kalikuwa na kimbelembele akakarusha hivi. Akashika kengine hivi. Akashika kengine. Wezi wote watatu waliniambia siuende na Mungu wako atatua. Nilienda nikiambia Mungu, kuanzia leo nimejua unanijua. You know me. Na hapo ndipo sasa nikaweka stamp. Mungu akaniweka stamp ya kwamba ako pamoja na mimi. Mimi nilikuwa nafikiria ataleta mapesa mingi, mambo mengi. Nikamwambia Mungu, kwa sababu ya kuniokoa na kuona presence yako, kwa kunitumia malaika akaniokoa, nitakutumikia na moyo wangu wote. In a different world in Kiambu County, young Leah Dongi was blossoming in the ways of the Lord. Intelligent, hardworking, and definitely peculiar, she was special and it was evident. Praise God, Bwana Yesu asifiwe. Pastor Leah Gitahi. Nilizaliwa Gashie in Kiambu County na wazazi wangu Freshia Wairimo Dongi and my dad Leonard Dongi. I grew up kwa familia ambayo inapenda Mungu na my mom loved God. Na life yangu nikijua vizuri sana ni kanisa, home and school. Na nikiwa mdogo nilikuwa natoa ushuhuda. Saa yote naomba ushuhuda kanisani, nasema mimi naitwa Leah Warenga, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Lakini sikuwa ninajua wokovu ni nini. Leah mwana wako wa mbere ni mwana wa kirathimo thiini wa muturire wako. Agikure mwana mwega fiu mwathiki, mwana utari itheru akurire kana kanini ekaga maundu make ta mundu mugima. My sister met Leah yani my sister tumegrow together. Alikuwa mtoto mwenye alikuwa na principles zake, na mpaka kijiji yetu watu walikuwa na msifu, kairetu kanyina arega, everywhere you go kairetu warega wanyina arega. So and kuna incident really happened like two times or three. Na me and my brother, second born na third born, tulikuwa tunapatikana kwa silly mistakes. Na my sister anachapwa juu yetu. Sorry sister. But and those days through my mom loving God, paka watu walikuwa wanakuja kwetu, wa youth, wazee, wa kanisani. Like our home ilikuwa kama ni kachurch kadogo. Mpaka you feel the presence of God in that home kwa sababu ya vile my mom alikuwa welcome watu wa Mungu. And even in those days tulikuwa tunaenda Karura Forest in 1990 something. Karura Forest tukiwa wadogo tukaanza fasting. Nilikuwa nasikia my mom akiomba maombi, anasema nyobe no ndikahorio tawa ina gituge gya kugea gucuria. That's how she used to speak. The call that God placed upon Reverend Leah was obvious from the start. Humble enough to stand by the man of God all through, and bold enough to allow her own light to shine. Etitwo ni Ngai na mwito wa Ngai, ona akiamurirwo ni Ngai arionda. Koguo kireredi kuhunjia one mwana atekwimenya tondu Ngai ni amuthurite, ni andu athure
ndanatuĩka ndegũtuĩka reverend nĩ tondũ ũrĩa mũndũ rĩngĩ mũthuri wake etwo mũtumia akahana tetwo nĩ Ngai we mwene ũmwĩtĩte. There was one night I was in prayer na nikaomba sana, alafu nikaenda nikajiekelea na nikaletewa maono na Roho Mtakatifu, nikaona Bible, nimepewa Biblia, alafu nikapatiwa a staff and also that prayer shawl nikapewa. Ishara tosha that I am ya kuonyesha that niko ready to go to the ministry. And a great ministry like Apostle Daniel's needs partnership. In Sister Leah, Brother Daniel would find more than a wife. He found a co-builder of the kingdom. Perfect match made in heaven. My mom siku moja akakuja akaniambia nimeona maono. Ngĩonio mwanake mũirũ mwanake ũcio agacoka akahĩnja na ngĩmuona na thutire ndamuonire nayo no nĩ ahithĩtwo thiũ ndiamuonire ũthiũ ngĩmuonia handũ aikũrũkire kamũikũrũka ũguo na twarĩ na Lea narĩ na mahũa akĩhang'ire na akĩmũhe magũa no nĩ harĩ na mũhunjia wĩtagwo John no hĩndĩ ya John gũgĩcemania na John ũcio tiwe macemanirie mokire na Pastor Juma airport agĩũka na ihũa rĩrĩa mũhagire rĩ akĩmũna ihũa akĩmũhagi rĩrĩa mũhagire rĩ ngĩrwo nderagwo ũhoro wao ũcio niwe mũthuri wake. To meet kwa gari, that man was loaded with God. Although hakuwa na kitu, hakuwa na anything mpaka mavazi ya kuvaa. My brother-in-law, Brother Dan, alikam kwetu akiwa na kakoti wewe ukikaona mpaka we unachanganyikiwa, lakini tulimpenda vilivyo. My sister alifall in love na yeye venye alikuwa. And I think that was the connection Mungu aliweka kwa sababu I feared and loved God, and this man also, he was loaded with God. Na he was a visionary man. Ukimwangalia hana kitu ungependa, but what was in him, it was so huge, it was so great. And that's what connected me with him. And then I felt a lot of peace and connection of God. And I knew this was God. Pastor Daniel niĩ ndamumenyire handũ aina handũ mahoya. Na rĩrĩa ainaga rĩ niĩ ngĩmwenda no ndiamwendaga kahikania gwakwa no kũmwenda ndamwendire nĩ kũina na ngĩũria Ngai mũtumia mwene kana gaka rĩ kaimane yake na nari korwo nĩ wakwa. Together they would embark on a journey that would transform thousands, but first they had to build. In their hearts, the gospel of faith and holiness found a place. God orchestrated a divine setup for them to be stewarded by Archbishop Dr. Harrison Keng'ang'a of CFF Ministries. Nilijoin CFF mwaka wa 2000. By then, Archbishop alikuwa Pastor Ng'ang'a na akaniambia vile akaniambia amesikia habari zangu na amekuwa akiomba na Bwana akamuongelesha kuhusu mimi, na hapo ndipo aliniambia atanichukua na akaniambia kwamba hizo hayo shida zote uko nazo na mambo ambayo umepitia na vita, siku moja utakuwa mtu mkubwa. Kwa sababu wakati tulikuwa tunaongea na yeye, tulikuwa tumeketi na yeye tukiongea, akaniambia Roho Mtakatifu amemnenea akamwambia kwamba nitakuwa mtu mkubwa. It was a prophetic word, na that is the year 2003 up to now, that is 22 years, na unabii ambao Archbishop alitoa sai umetimia. Kaenda Bible school pale za Rongai. Baada ya Bible school nikaandikia Archbishop barua, na hapo ndio nilienda tukaanza kanisa na Pastor Juma. Nilimjua mwaka wa 1998, na baada ya hapo alipotoka Bible school mwaka wa 204 akaniambia kwamba anataka kuja tuendelee tuanze kazi pamoja na yeye. Na wakati huo ndio nilikuwa naanza kuhubiri pale Pipeline. Kanisa letu pale Pipeline ilikuwa halijaanza, kwa hivyo alikuwa mwanzilishi na alikuwa ndio mshirika wangu wa kwanza. Na alipotoka Bible school tulishiriki pamoja na yeye katika door to door evangelism, na alikuwa anaishi katika kaduka kadogo nilikuwa nako, na hapo ndio niliweza kumhifadhi kwa kuwa hatukuwa na uwezo wa kumtafutia nyumba, hatukuwa na uwezo wa kumkodishia nyumba, lakini nilikuwa na kaduka, nilikuwa nafanya biashara
So mke wangu tukaenda tukanunua his first mattress na blankets, tukapeleka mahala pale, na alikuwa anakaa pale kwa duka. Hapa kuwa kitanda, wala wajua pellets ndio ilikuwa kitanda, mattress naekelea pale. Baada ya kufunga duka jioni, hiyo ndio ilikuwa nyumba yake. CFF Donholm started in the year 2010 with just 36 people, 36 souls who dared to believe God could do something extraordinary. Kuna wakati ulifika akasema sasa anakuja kufungua kanisa CFF Donholm, na mimi kwa sababu vile nilikuwa nampenda na napenda mafundisho yake na ni yeye alinikaribisha, nikamwambia naenda na yeye. So alirequest Pastor Juma wakati alikuwa anapeana wale watu wataenda Donholm, walikuwa 3, na tukakuja hiyo tarehe 9 tukafungua kanisa. Hata kama kulikuwa na challenges kwa kanisa, tuliendelea vizuri, washirika wakaenda wakiongezeka kwa sababu mchungaji wetu alitufunza kuomba na tulikuwa tunaombea hiyo kanisa. From 36 to over 7,000, from one service to multiple, from local to global, thousands more joining online every week. But they didn't just build a church, they built an apostolic movement long before they received the apostleship title. The tenets that built the Apostle Daniel Gitahi episcopate have always been apostolic. From championing for the needs of the less fortunate to outreaches outside the church walls and an ever-growing online church, one thing stood out from the onset: the hand of God clearly upon his servants. Mercy ministry, reaching the forgotten, the hungry, the naked, the hopeless. Defining hope, a children's home under construction, giving orphans a future. Children's ministry, over 3,000 children, empowering the next generation. Special interdenominational services, Family Friday prayers, Holy Spirit caches, unity across denominations. Apostolic gatherings through all-time outreach, raising leaders, planting visions, advancing the kingdom, literally going ye into the world. And they understood, to reach this generation, you must go where they are, so they occupied the media space. From Sayare to Kingdom TV, Kegosho FM, Mwangaza FM, Kameme TV, Citizen Radio, Inoro TV, Citizen TV. And then came All Time TV, where Apostle and Reverend Leah serve as directors. Koigwa Kiroho WhatsApp groups were birthed from this media occupancy. Over 15,000 people on WhatsApp platforms receiving reviving messages daily. The scholarly works, books, including Meeting Jesus in the Air, the Living Holy magazines, multiple platforms, a clear message from his master. 1, holiness. 2, Jesus is coming soon. Alikuwa na maono ananiambia siku moja atahubiri katika runinga, katika radio, and today this is a reality. Sio ndoto tena, hivyo ndivyo Mungu amemfanyia. Mungu akanipanua, nikafungua TV 3 years ago, All Time TV. Nikawa nasikizwa sana, niko kwenye media kubwa za Kenya, niko kwenye social media ambazo ninafuatwa sana, na nikawa na kibali sana, sio ndani ya Kenya peke yake, nje ya Kenya. Watu wote ambao wako Kenyans, wako nje ya Kenya wananisikiza sana. And the fruit? Lives transformed, families restored, futures rewritten. Living by Matthew 10:8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Nilikuwa mgonjwa sana for almost 7 years. Nilikuwa na bleed, na hii bleeding ilianza 2017. Nilienda hospitali mingi sana, nikatumia pesa mingi, lakini sikupona. The bleeding was too much. Kila wakati apostle akisema wale wagonjwa wasimame na wakuja hapa mbele, mimi singesimama juu nilikuwa naogopa vile damu ilikuwa inamwagika. Nilikuwa tu nashika tumbo yangu na naamini Mungu nitapona. Kila wakati akisema wagonjwa wakuja mbele, mimi nashika tumbo. Mpaka mwezi wa 8 2023 August, damu yangu ilisimama kabisa na nikapona. Tulikuwa tumekaa sana bila mtoto. Wakati tulijoin CFF hatukuwa tumejaliwa kuwa na watoto, lakini wakati tulijoin tukaweza kununua, kulikuwa na siku ya kununua viti za watoto. Wakati nilinunua kiti ya mtoto, nikaambia Mungu, hii kiti ambayo nimenunua mtoto wangu atakuja kukalia.
na hivyo ndivyo Mungu aliweza kutenda. Baada ya muda mfupi tu nikaweza kuconceive. Hiyo mimba hii kutoka tena cause nilikuwa nimekaa for 12 years bila mtoto na nilikuwa ninapata mimba, nina miscarriage. Sisi tulikuwa na huzuni sababu anytime alikuwa anakuwa expectant, tulikuwa na uoga sababu hiyo mimba haiko inakaa siku miezi mbili, haiko nafikisha miezi mbili. Miscarriage zikakuwa mingi, zilikuwa 1 2 zikafika 7, hata huku una hesabu. Tulienda hospitali zote, tukatumia pesa mingi, vipimo ni mingi, madawa tumetumia, watu wakatuogea na mambo yote ikakuwa salama. An apostle's influence extends beyond one local assembly. The call of God upon Apostle Daniel and Reverend Leah Gitahi has grown to impact regions and nations. And from those who know them best, their children, words of honor. My name is Jesse Dogi Gitahi and I'm born again. And my parents have reached a new level which God has given them. And I'd like to tell all of you that I'm very grateful and thankful to God for this because they've come from far. Everyone has to start somewhere, but God has taken them all the way up to this position, and I'm very grateful. Hello everyone, my name is Sharon Wairimo Gitahi. I am the third born of the Gitahis family. May they live long and achieve more for the rest of their lives, and I thank God for giving me such parents. My name is Kodadiel Daniel Gitahi. Congratulations, Mom and Dad. I love you. Jesus said it clearly, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces many seeds. John 12, verse number 24. Apostle Daniel and Reverend Leah Gitahi understood this principle. They died to comfort, they died to security. They died to themselves, and from that death came life. All Time TV nikaajiri watu, kanisani nimeajiri watu, tuko na mapastors kama 6, niko na ministers kama 15, niko na deacons na deaconess na ushers, niko na group kubwa sana leadership, almost 300 leaders ambao tunafanya kazi na wao. Niko na watu zaidi ya 30 ambao huwa wanakula kutoka kwangu, na ministry imekuwa kubwa. Nimekaa chini ya Apostle Gitahi pamoja na Reverend Leah kwa hiyo miaka 14, but 13 nimekuwa full time hapo, na ni mzazi mzuri ambaye anajua kulea. Na kile kimefanya nimesema hivyo kwa sababu sikuanza nikiwa mchungaji, nilikuja nikiwa brother na nikafanya kazi ya caretaker. But baada ya kukaa kwa sababu ni mzazi analea, nikafanyika kuwa mchungaji, ambayo ndio sababu nimesema ni residential pastor. Na niko chini yake kwa hiyo miaka, tumepelekana naye vizuri, tumefanya kazi pamoja. Na kile ningesema kumhusu, ni mchungaji ambaye ni mwaminifu sana kwa Mungu na kwa watu pia. Na kama kuna kitu huwa anaogopa asimkosee Mungu na asikosee wanadamu pia. Na kwa huo mwito ambao Mungu amemuita nao ni mwito mzuri. And the fruit of that sacrifice, a generation of powerful sons that have been sent to other regions carrying the same gospel as the man of God. Mtume Daniel Gitahi pamoja na Reverend Leah ni wazazi wamebeba Mungu na wana upendo wa ajabu. Na wazazi hawa wamenilea nikiwa mtoto wa kwanza mahali pale, na amelea watoto wengine 17 ambaye wamefungua tayari makanisa. Nami nikiwa mtoto wa kwanza nimetuma pia hata nami kwa wachungaji 2 kwa makanisa sehemu mbalimbali, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya Apostle Daniel Gitahi kwa sababu ametulea vizuri. Na la mwisho kabisa, ninathibitisha ya kwamba anafaa kutiwa mafuta kama mtume kwa kazi aliyofanya, maana hata sasa ana watoto wengi sana pale kanisani ambao amewaleta kwa ufalme wa Mungu. I asked for their final words and received light words, gratitude and well wishes. My support system, my dear wife, my friend, Pastor Leah. She inspires me a lot. She's a wife, she's a friend. Nampenda sana. Even in the ministry, she's an intercessor. Nilikuwa nimeambia Mungu I want an intercessor. She is a spiritual fighter. CFF don't know na mahali tumefika. I want to tell you, brothers and sisters,
Pastor Leah play a very vital role in the ministry through prayers. Your husband and your children, my sons and daughter, we support you. We are strongly behind you, the entire family, and CFF Donholm. So God bless you. Congrats. Congratulations, my husband, the father of my children, pastor of CFF Donholm and worldwide. I, as your wife, nimeweka tick kusema ya kwamba you qualify to be an apostle of Jesus Christ. Na ya watu ambao Mungu amekuaminia, all the best, na you live long. My name is Joseph Nyenga. On behalf of me and my entire family, we congratulate our spiritual father and our spiritual mom, Daniel Gitahi and Leah Gitahi. If you have seen him rise from a pastor, to a reverend, and now to the esteemed office of apostle, we are so happy. Mungu ni mwema na nashukuru Mungu kwa sababu ametuombea sana na upendo mwingi na ametuhubiria utakatifu, na ninashukuru kwa sababu kuna watumishi wanahubiri utakatifu, wamesimama na Mungu. Juu ameniombea sana, alisimama na mimi nikakubali kuokoka. On behalf of our siblings, we have already released you to serve God, as even way long before we did. Even now, we put a seal to that apostleship installation. May you serve God and serve Him wholeheartedly. And we, following you as the leader in the spiritual matters in our house, we are following in Jesus' name. We have released you by God's grace. Ningenda kumira Ngai amurathime kiheo kikigwatirie na arutire Ngai wira tondu mushara wa mundu wira uria araruta no akarihwo. Ni ndamurathimithia tu Ngai arute mawira macio mothe Ngai aramwamurira. Ithuĩ tũkĩrĩa tũkĩvinge wendi wa Ngai no tugire ati kũu guothe Ngai nowe kũmũrathima oguo mũrathimĩte. Ithuĩ aciari ake rĩ tũtirĩ na kĩremithio gĩothe kana upingamithio wothe tugĩte kũrĩa guothe angĩtũmwo nĩ Ngai rĩ nĩ athiĩ nĩ wĩra wa Ngai araruta tondũ nĩ witũ na Ngai na nĩ mũgatũma andũ aingĩ mone muoyo to mũhunjagia ũhoro wa ma. Ngai aromũrathi bara cianyu irogwo nĩ Ngai nĩ njũĩ nĩ nyingĩ mĩguĩ ĩkoragwo ĩ mĩingĩ no Ngai aroage tũkũmũnyitĩrĩra nginya mũgakinya mũciĩ wa matu-inĩ tondũ mbara ĩrĩa mũrũaga nĩ tondũ wa muoyo tondũ maũndũ ũngĩ. Ngai witũ amũrathi na agitĩre ciana cianyu ikũre ciendete Ngai ũrĩa mwakũrire mũtũkenetie na inyuĩ. Ngai witũ aramũrathima. Ngai witũ akũrathime Pastor Daniel. I love you so much. Pastor Leah, I love you so much. Ngai witũ aramũrathima. Ndĩmwendete na ngoro yakwa yothe tondũ na inyuĩ nĩ mũndũ nyendete tondũ mũtiĩkaga ũũru. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Mũrathimwo. Nichukue nafasi hiyo kushukuru members wote wa CFF Donholm pamoja na leadership ya CFF Donholm. Isipokuwa ni nyinyi, maybe mipango hii haingefika mahali imefika. So Bwana wabariki sana. May good Lord bless you, all of you, for coming and supporting us. It is because of you hii kazi imeweza kufanyika. Mungu awabariki sana, azidi kuwainua. May you never lack. May the good Lord keep on opening doors for you. Na siku yenyu ambayo mkihitaji mtu, Mungu atawatumania na azidi kuwabariki. This is what happens when a single grain falls and dies. Multiplication from just 36 people to thousands, from one service to a movement, from obscurity to influence, from the plains of Laikipia to platforms across Kenya and beyond, from a call to commissioning. This is indeed the faithfulness of God, for no man can do such things unless God be with him. And as they step into even greater authority, one thing is clear. Hebrews chapter 1 verse number 9, because you have loved righteousness and hated wickedness, therefore the Lord your God has anointed you with the oil of gladness and set you above your companions. Congratulations, Apostle Daniel and Reverend Leah Gitahi. We as the Gen Zs and the young people
are grateful to be under your mentorship. And together we say, congratulations and we love you.